Benja, dada yangu hana ushirikina wa kurisi, na hii ni karma ambayo ameshushiwa na Mwenyezi Mungu. Hivyo basi anaweza kukusaidia matatizo yako yote, na yeye ndo atakayejibu maswali yako kama mke wako yupo hai au amekufa. Natamani nijue taarifa za mke wangu, kwa sababu mpaka leo sijui kama mke wangu amekufa ama yuko hai, kwa sababu alipotea kwenye mazingira ya kishirikina. Naomba unisaidie. Benja, dada yangu sio mbabaifu na huwa hasemi uongo. Atakwambia kila kitu, na wabaya wako utawajua, na hata waliofanya mpango wa kumua mke wako ili kukutana na dada yangu, inabidi uende maeneo ya Viwege, makaburini kwa Mpemba. Makaburini? Ndiyo, katikati ya makaburi kuna kichaka. Ukishafika hapo kichakani, kwa kuwa wewe una nia ya kuonana na dada yangu, basi atafika hapo ulipo, maana ana nguvu za kutambua uwepo wa mtu mwenye nia na yeye, na atakusaidia. Tutaenda wote. Sio rahisi hivyo Benja. Ningeweza kukusindikiza, lakini inabidi uende mwenyewe, kwa sababu wewe unapambania uhai wako na wa mke wako. Mimi nipo hapa kwa lengo la kukusaidia tu. Sawa, lazima niende. Nahitaji kujua kila kitu kuhusu mke wangu, na hii safari naomba iwe ya haraka sana. Benja, tumemla nyama mke wako, na hiki ndio kijusi kilichokuwa ndani ya tumbo la mke wako. Nyama ya mke wako ilikuwa tamu sana, lakini kwa nini nyama yako ni ngumu kiasi hicho? Lakini kabla hatujala nyama yako, nimekuletea zawadi. Zawadi ambayo ni kijusi kilichokuwa ndani ya tumbo la mke wako. Chukua. Shemeji. Benja, wewe ni pesa yetu, na wewe ni nyama yetu.
Benja, unatakiwa upeleke hiki kijusi kwa dada yangu haraka iwezekanavyo. Sawa. Vizuri sana Benja. Lakini mtu aliyeleta huyo mtoto sio miongoni wa watu ambao wamenisaliti au wamenifanyia ubaya. Benja, nisikilize kwa umakini sana. Nitakapokupatia nguvu, hakikisha huyo mwanamke aliyekuletea huyu mtoto unamuua. Kumuua? Yule ni mke wa rafiki yangu, tena rafiki yangu kipenzi. Nawezaje kumuua? Benja, ubaya wake hauwezi kuonekana kwa sasa, ila pindi utakapomuua ubaya wake utajidhihirisha. Hakikisha nitakapokupatia nguvu usiwe na huruma hata kidogo kwa watu ambao wamekufanyia ubaya, kwa sababu hata wao hawana huruma na wewe. Nguvu hizi nitakazokupatia, Zai atakuelekeza vizuri namna ya kuzitumia. Sawa, nitafanya kama unavyotaka, kwa sababu nahitaji kulipiza kisasi cha mke wangu. Nipate. Benja, huyu ni rafiki yako na amesha kuona. Hivyo basi una machaguo mawili: nimrudishe kwake akiwa na kumbukumbu za hapa, au nimrudishe kwake akiwa amepoteza kumbukumbu za hapa. Nahitaji hajue mimi nina nguvu kiasi gani. Mwachie kumbukumbu zake.
Recho, naona mnafanya upuuzi. Mnafanya michezo ya kitotototo. Sasa hiyo michezo ya kitotototo inakwenda kuisha. Yule kijana mnayemvizia mumle nyama, muda wake umeshakwisha. Hana muda tena. Sasa basi, kalenda ameshaipitilizisha. Mmepitilizisha kalenda. Na kwa kikawaida mtu anayepitilizisha kalenda maana yake inatakiwa aliwe nyama, yani mla huliwa. Sasa Recho, utakwenda kuliwa nyama. Wewe umepata wapi hizo taarifa? Naitwa mchawi Kitochi, mchawi kihelehele, almaarufu nimetumwa na wakuu. Na nyama yako nilikuwa naitamani nyama yako, hususa nyama ya paja. Na hata ikitokea nimekosa nyama ya paja, nataka nyama ya tako kwa herufi kubwa. Usinitumbulie mimacho mimi. Eti nyama ya paja? Si bora tuongetaje nyama ya shingo? Inaonekana unapenda sana kula nyama Napenda sana nyama ya paja. Na napenda nyama ya paja ya watu wajinga kama nyie. Tumewatuma muda mrefu na mmefeli. Sasa nikikosa nyama ya paja, nataka nyama ya tako. Usinikodolee mimacho mimi. Kwa herufi kubwa, nataka nyama ya tako nikikosa nyama ya paja.